Mwaminifu, tumaini letu, mfalme mwema. Asante kwa ajili ya ratiba hii ambayo Baba uko pamoja nasi. Baba, tunakuinua na kukubariki. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu wa Tunduma FM. Asante kwa ajili ya mtazamaji wangu wa Ebeneza TV. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Baba, tunalibariki sana jina lako. Pokea heshima na adhama kwenye kiti chako cha enzi. Baba, jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, siipi nafasi nguvu za giza. Baba, hazina nafasi kwa mamlaka niliyopewa. Ninapangua hiyo mitandao ya adui. Baba, haina nafasi. Ninavunja kamera zote, ninazipasua kwa mamlaka niliyopewa kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Peke yako wewe ambaye ni Alfa, wewe ambaye ni Omega, uwe pamoja nami. Mwaminifu, uwe pamoja nasi. Mwaminifu kwa mtazamaji wangu wa Ebeneza TV na msikilizaji wangu wa Tunduma FM. Baba, nakuhitaji Roho Mtakatifu, fuatana pamoja nami. Niwezeshe simba kabila la Yuda katika kufundisha. Waliokoka ambao hawajaokoka, mwaminifu, wafuatane pamoja nasi. Wajalie Baba uweze kufungua fikra zao ili waweze kujua namna ambavyo neno lako linahitaji kuliishi, kupitia jina la Yesu nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Yeremia Ebeneza Mwigaga. Mimi ni mwalimu. Somo letu la leo ni thamani ya kukaa kwenye nafasi ya Mungu kiBiblia. Thamani ya kukaa kwenye nafasi ya Mungu kiBiblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kati ya jambo ambalo unahitaji kufahamu wewe msikilizaji wangu wa Tunduma FM, lakini wewe mtazamaji wangu wa Ebeneza TV, unahitaji kufahamu namna ambavyo ilivyo. Maana usipofahamu thamani ya kukaa kwenye nafasi ya Mungu kiBiblia, huwezi kuona maana yake nini juu ya kukaa kwenye nafasi ya Mungu. Kwa hiyo namna hii unahitaji kufahamu. Ukikaa kwenye nafasi ya Mungu itakupa matokeo ya kile ambacho unahitaji kufanya, kwa sababu unaomba ukiwa kwenye nafasi gani. Kwa sababu kuna uwezekano wa kuomba ukiwa kwenye nafasi nje na kutokukaa kwenye nafasi ya Mungu. Kwa hiyo ukiomba nje ya kukaa kwenye nafasi ya Mungu, ni kwamba ndani yako unatengeneza tension ambazo haziwezi kujibiwa, kwa sababu Mungu anachotaraji kwa mwanadamu ni kwenye nafasi. Na nasema nafasi ndiyo yenye thamani. Kwa hiyo kama hujakaa kwenye nafasi, ni kwamba ndani yako ina maana kuna matokeo ya thamani ambayo huwezi kuyapata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tukifuatana neno la Mungu kutoka kwenye Mwanzo 3 ule mstari wa 9. Mwanzo 3 ule mstari wa 9. Tunaanza kwenye mwanzo kwa jinsi ambavyo Adamu, jinsi ilivyokuwa. Mwanzo 3 ule mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, uko wapi? Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si kwamba Adamu alikuwa haonekani. Adamu alikuwa anaonekana. Si kwamba Adamu labda alikuwa ametoweka duniani. Adamu alikuwa yuko duniani. Si kwamba namna yoyote ambayo Adamu ilikuwa labda alichimba shimo akajifukia au akaingia kwenye maji akajificha. Adamu alikuwa yuko duniani. Neno linavyosema Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, uko wapi? Ni kwamba alikuwa ametoka kwenye thamani, kwenye uthamani, kwenye nafasi ambayo Adamu ilikuwa inampa uthamani. Ndiyo maana akaulizwa, akamwambia, Adamu, uko wapi?
Kwa nini? Kwa sababu nafasi yake ndiyo ambayo imetoka. Kwa hiyo kama nafasi yake ndiyo imetoka, ndiyo maana alikuwa anamuuliza Adam, akamwambia uko wapi? Na Adam akawa na maswali yake kwa jinsi ya mwili, akasema mimi nimejificha. Ukisoma akasema mimi nimejificha huko. Kwa nini? Kwa sababu katoka kwenye nafasi ya Mungu yenye thamani, akawa ameondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kitendo cha kutoka kwenye nafasi ni kwamba ndani ya Adam kilimsumbua, na mpaka mke wake kikamsumbua, mke wa Adam, mpaka watoto wake wakina Habili, wakina Kaini kikawasumbua. Kwa nini? Kwa sababu baba amewazaa wale watoto wakati wametoka kwenye nafasi ambayo ndiyo yenye thamani. Kwa hiyo unajaribu kucheki namna ambavyo unahitaji kufahamu na kujua maana yake nini juu ya kile ambacho Mungu anamuuliza Adam, uko wapi? Kwa hiyo kitendo cha kumuuliza Adam uko wapi ni kwamba katoka kwenye nafasi. Kwa hiyo ile nafasi yenye thamani ambayo ipo kibibilia, ambayo ipo nafasi ya Mungu, ambayo ipo, ndiyo ambayo anaulizwa Adam, anamwambia uko wapi? Katoka kwenye nafasi. Umefikiri namna ambavyo ilivyo Adam kilimsumbua? Ndiye aliyekuwa mwanadamu wa kwanza duniani, lakini ghafla akaamua kuondoka kwenye uso wa Mungu, akaamua kuondoka kwenye thamani ambayo Mungu. Yesu asifiwe. Umefikiri namna ambavyo ilivyo ndani yako? Umefikiri namna ambavyo kitu gani ambacho umemwambia Mungu halafu Mungu akaamua kukubali kile unachofanya? Hizo ni nafasi za Yoshua. Kwa hiyo nafasi za Yoshua ziliamua kusimamisha jua. Ule kukaa kwenye nafasi ya Mungu, jua likasimama na mwezi ukasimama, hauwezi kuendelea. Kwa nini? Ni mtu mmoja tu duniani aliyesema, ambaye ni nani? Ni Yoshua. Na mbingu zikasema sawa, wala hatuwezi kukubishia, na Mungu akasema sawa, wala hakuna shida, kwa sababu ya nafasi yako ulionayo na mimi, kwa sababu ya nafasi yako unayotembea na mimi kwa uaminifu ambao nachokwambia. Kaambia kile unachokisema, jua simama, na jua likasimama, na akasema mwezi simama, na mwezi ukasimama. Kwa nini? Upende usipende, mwezi utasimama, upende usipende, jua litasimama. Kwa nini? Kwa sababu ya nafasi ya Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama huwezi kujua, unahitaji kufahamu sana hivi vitu. Usipofahamu hivi vitu, ni kwamba vitakuletea shida sana. Bwana Yesu asifiwe. Umefikiri mwaka jana nilikuwa na ujenzi? Mwaka jana wakati ninajenga mwaka jana, ikaonekana muda umeendelea sana, ni mwezi wa 10, alafu kusikiliza mtu yeyote. Mungu yuko tayari kusikiliza mtu aliyesimama kwenye nafasi. Wewe ambaye hujaokoka, ni muda wako ambao unaweza kaenda kwenye kanisa lote ili ukaweze kuokoka, ili Bwana awe ni mwokozi wa maisha yako. Kanisa lolote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ghafla ikasimama mvua, mpaka nikapiga lile bati, nikamaliza. Kabla ya kwanza kuchapia, ndipo ambapo mvua ikaanza kunyesha. Nikamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najaribu kucheki namna ambavyo ilivyo, na namna ambavyo una kitu gani ambacho unaweza ukamwamrisha Mungu na ukaomba kwa Mungu, na Mungu akajibu sawa sawa na jinsi unavyoomba. Unahitaji kujifunza. Kama huwezi kujifunza, lazima utajua hivyo ni vya watu wengine, hivyo ni vya watu wengine. Hapana, inawezekana jinsi ambavyo ilivyo, inawezekana. Lakini ukicheki ambacho Mathayo 9 ule mstari wa 37, ili ucheki jinsi ambavyo ilivyo. Mathayo 9 ule mstari wa 37, neno la Mungu linasema, ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mungu alikuwa anaongea na wanafunzi wake.
Kwa jinsi ambavyo ilivyo ni kwamba unaweza ukaona ni kama mazingira yako hivyo, na jinsi ambavyo saa nyingine unasema unajitahidi, lakini Mungu alimwambia, Yesu alimwambia wanafunzi wake, akawaambia mcheki hapa duniani walioitwa ni wengi, lakini watenda kazi ni wachache. Watenda kazi ni wapi? Wanaofanya mapenzi ya Mungu. Lakini walioko makanisani ni wengi, lakini walioitwa ni wachache, au watenda kazi ni wachache. Kwa hiyo watenda kazi wakiwa wachache, hao ndio ambao wanaosikika, wanaosikilizwa na kile ambacho Mungu anawaagiza. Na saa nyingine mtu mwingine haelewi. Mungu hakukuokoa kwa ajili yako, Mungu alikuokoa kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Mungu alikuokoa kwa ajili yako, lakini ghafla alikuokoa kwa ajili yake, ghafla wewe unataka uone ni kama kwa ajili yako, ndio maana utafanya kile ambacho anachokupa maelekezo. Ndio maana upako wa Mungu hauwezi kuja kwa sababu ya maombi yako. Upako wa Mungu unakuja kwa sababu ya agenda za Mungu. Ndio maana anasema walioitwa ni wengi, lakini watenda kazi ni wachache. Umefikiri Mungu anatafuta watenda kazi ambao kwenye shambani mwake ni wachache, na Mungu anatafuta hao watenda kazi, na wewe miongoni mwao anataka na wewe mtenda kazi. Unaweza ukawa unaenda kanisani, lakini uko kwenye kuitwa, lakini sio wale watenda kazi. Anasema watenda kazi ni wachache. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya wachache haiwezi kukupa matokeo, kwa sababu ndivyo anavyosema. Anasema mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Yani watu wengi wako kwenye madhehebu, watu wengi wako kwenye kuabudu, lakini anasema Yesu anawaambia wanafunzi, anasema watenda kazi ni wachache. Kwa hiyo ndani ya watenda kazi wachache ni kwamba hawezi kukupa kile ambacho unahitaji kutendewa. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya wachache ni kwamba hao ndio ambao wana connection ya Mungu. Connection ya Mungu, wana kile ambacho Mungu anahitaji kuwatokea, ambacho wakiagiza, hata kama kuna mazuio ambayo adui anaweza kuwa nazuia kulingana na matokeo yake ambayo na yeye anataka kukwamisha kuwa kile ambacho unachotaka kitokee. Hata kama kuna vizuizi, ni kwamba kulingana na nafasi yako, kulingana na utendakazi wako, ni kwamba vizuizi vitaondolewa mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama tunasema hivyo, mtu mwingine hawezi kuelewa. Thamani ya mwanadamu kwa Mungu ni vile ambavyo unavyojibidisha kwa Mungu na kumtafuta kwa bidii, na vile ambavyo unahitaji kutembea kwa vile anavyokuagiza. Lakini nje na hapo ni kwamba huwezi kawa na thamani kama walivyo na thamani watenda kazi ambao anasema ni wachache. Ni kwamba mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine hawezi kuelewa. Umefikiri kwamba serikali labda imekuajiri, nasikika dunia nzima hapa, serikali imekuajiri kulingana na jinsi ambavyo ulivyo. Serikali itakupa mshahara kulingana na jinsi ambavyo unavyofanya kazi ile jinsi ilivyo. Kwa hiyo ndivyo hata kwa Mungu ndivyo kulivyo, kwa sababu ndani ya watenda kazi, kama uko kwenye matokeo ya watenda kazi, ni kwamba ndani yako usijaribu kulinganisha na mavuno anayozungumza hapa. Ni kwamba haya anayozungumza ni kwamba ni matokeo ya kile ambacho watu wako kanisani, watu wako kwenye mbali. Hiyo ukisoma Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili 6 ule mstari wa 2, neno la Mungu linasema, Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako nina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta.
Ikawa alivyo kwisha kuja vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena vyombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mama alikuwa anadaiwa. Mume wake amekufa. Alafu alikuwa mtumishi. Elisha anapita kwenye yale mazingira, anaona hali ni mbaya. Yule mama anasema, nalipa nini? Yule ambaye anadaiwa madeni anataka chukua watoto wake. Na Elisha kwa sababu ya nafasi aliyosimama ya Mungu, akamwambia, una nini? Akasema, nina chupa kidogo. Mafuta yalianza kumiminika. Akasema, azima vyombo. Akazima vyombo vitupu. Kupitia jina la Yesu ninaharibu hiyo mitandao na kuiharibu na kuiteketeza. Kupitia jina lipitalo majina yote, uwepo wako Baba watawala na kumiliki. Katika jina la Yesu narudisha utukufu na heshima ni kwako wewe uliye mwaminifu, nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu akubariki baba kwa ujumbe mzuri. Mimi nikutakia usiku mwema na safari njema kufika. Amen. Msikilizaji, unasikiliza Tunduma FM.